Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wake Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, nimerudi tena katika mlolongo wa kile kipindi chetu katika kile kipindi chetu na katika chaneli yako hii pendwa. Nimerudi kukupa elimu, kukufahamisha, ufahamu ulimwengu na dunia ni namna gani inavyokwenda na ni jinsi gani unatakiwa ufanikiwe na ni jinsi gani unatakiwa wewe uweze kufaulu katika dunia na kesho akhera. Unapoitengeneza dunia ukumbuke pana kesho akhera utaondoka. Sasa ndugu zangu, kama nilivyoambia katika kipindi kilichopita, kile kipindi cha nauza majini, na pia nikaja nikawafafanulia, tukafanya tathmini katika kipindi kilichokwisha, tukafanya tathmini watu walifanikiwa kwa kiasi gani, lakini takriban 95% ya wale walioingia Mwenyezi Mungu aliweza kuwajalia na wakawa wenye kufanikiwa. Na katika kipindi kile nilikuelezeni kwamba patakuwa nitatoa elimu ya kitabu chekundu, na nikakwambia kwamba nitatoa elimu pia ya pete ya enzi ya Nabii Suleiman bin Daud. Mfalme mkubwa kabisa alikuwa akivaa ile pete, majini wote wanamnyenyekea, wanamheshimu, wanamuogopa, wanamfahamu kwamba yeye ni kiongozi mkubwa sana. Na wako majini walioichukua mfano wa pete ile, wakagundua kulikuwa na nguvu ya ajabu sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia miongoni mwa watu wenye elimu zao, wakajua nini ambacho akawafunulia kuweza kuelewa kabisa kwamba pete inakuwaje, hii pete ilikuwa namna gani. Kumbe hii pete huwa zina nguvu ya makadimati. Wale watumishi wenye nguvu, watumishi wa kijini, ndio wanakuja katika baadhi ya visomo ambavyo unavisoma katika kuchanganya na mahali mahususi ambako unaweka, basi moja kwa moja uelewe kabisa hiyo pete inakuwa na nguvu ya ajabu. Na nilikustua nikakwambia kwamba pete hiyo nitakuwa naiuza takribani kiasi cha shilingi 300,000. Ni pete ya miujiza mikubwa sana. Pete hii asikudanganye mtu kwamba unaagiza fedha au unaagiza dhahabu au unaagiza almasi na kuletea. Hasha lillah. Mimi napenda kuwa nafanya kazi zangu kwa tathmini. Pete hii inakupa heshima. Pete hii inakupa adabu unapokuwa kazini. Watu wanakuheshimu, watu wanakunyenyekea. Unapozungumza hata katika familia yako, hali ya kuwa wewe ni lofa, yani masikini usiyekuwa na kitu, basi watu hukusikiliza, wakaona busara unazo na wewe ni mtu mkubwa, inaweza ikakufanya vitu vya namna hiyo. Unataka kutoka kwenda kwa mtu kwenda kuzungumzia habari yoyote ya kumwomba msaada wa aina yoyote. Ndio sababu nikakwambia kwamba hii kazi yake kubwa sio kuleta fedha. Maana watu wengi wanaonifuata inbox wananiambia, "Je, mimi nikitaka mali, nikitaka nini?" Hiyo mali iko kwenye kitabu. Usiache kusubscribe ili uweze kufuatilia mwenendo wetu tunaokwenda nao katika haya madarasa yetu. Hii mali iko kwenye kitabu. Kitabu kazi yake ni mali tu na vitu vilivyoibiwa mfano wa hivyo. Lakini hii pete napenda nimeizungumzia leo kwamba yenyewe kazi yake ni kukupa heshima. Pili, kazi yake ni kumfanya hata mkeo au mumeo ndani ya nyumba akupe heshima, akueleze siri. Akiambiwa nje tu kakutana na mwanaume yoyote kamtongoza kafanyaje, atakuja lazima atakwambia. Ukiingia katika umati wowote tu utakuwa kama vile simba. Watu wote wataogopa. Jambo lolote lile utakalokuwa unalifanya basi litakuwa katika hali kama hiyo. Nimekueleza pete hii inaandaliwa kwa muda wa siku 7. Siku 4 za riadha, siku 3 ndio kuwakaribisha wale makadim na inafanyiwa testi. Kwa mtu yeyote anayetaka ni siku 7. Usije leo ukasema shekhe, na kutumia hela yangu hiyo. Baada ya kutuma hela yako kesho unadai pete yako, hapana. Na hizi pete tunasafirisha mahali popote duniani, itakukuta. Mahali popote ulimwenguni pete hizi zitakukuta. Kwa mfano tulikuwa na fimbo. Fimbo zile zenye hamaratul arsh. Ni ushahidi uliokuwa wa ajabu. Maana nchi zote hatudai fimbo hata moja. Mpaka zimefikia kubaki fimbo chache kiasi hicho. Na watu wamenufaika nazo kama ilivyokuwa ada. Na wale waliokuwa ni mashahidi kabisa, wanafahamu kabisa kwamba katika hii habari ya majini walikuwa wanakuja wenyewe mpaka nyumbani,
wanaona, wanachukua, wanaondoka, na mpaka leo hakuna kelele. Tazama katika comment wakati tunaweza tukawa tunarusha habari hizi. Sasa leo tunaizungumzia habari hii ya pete majnun, pete ambayo inawapumbaza watu, ni pete nzuri sana, inaitwa pete majnun, yani ni pete ya kuwapumbaza watu, kuwafanya majununi, yani kuwafanya watu wakuogope, watu wawe na heshima, watu wawe na adabu juu yako. Ulikuwa unadharaulika mtaani, ulikuwa unaongea mambo yako watu wanayapuuza, ulikuwa unataka kusema shida zako watu hawakuelewi, basi usiache kuichukua pete hii, na kwa maelezo zaidi utatakiwa uje online tuzungumze, nikupe elimu zaidi na uone afya zake. Lakini ukiangalia katika hivyo vinavyopita, basi utaweza kulijua jambo letu kwamba limekaa namna gani. Naitwa Sheikh Abdalla Irungu. Usiache kuendelea katika vipindi hivi na mimi, uendelee na hivi vipindi ili uweze kupata elimu ya kutosha, uweze kuangalia ili uweze kuona kabisa kwamba katika vitu ninavyokuletea katika mfululizo huu ni kitu gani kitakufaa wewe katika maisha yako. Usiache kuendelea kusubscribe ili uweze kuangalia vipindi, mfululizo wa vipindi vinavyofuata. Kipindi kijacho, ndugu yangu mpenzi, nitazungumzia habari ya kitabu chekundu. Hiki ni kitabu cha miujiza kweli kweli. Kitabu hiki kinatengenezwa kwa muda wa siku 11 riadha. Kinatengenezwa kwa siku 11. Katika kipindi kijacho, naombeni tuweze kuwa pamoja. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie katika kila laheri. Tunamwomba pia Mwenyezi Mungu atuzidishie katika haya tunayoyaendea. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuweke sahul ili tuweze kukaa katika hali ya amani na salama. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.